Mmoja anajiita Dax. Dax huwa kwa nyimbo zake nyingi maybe aimbe nyimbo kuhusu Mungu ama aimbe nyimbo kuhusu reality. Sasa hiyo ndo nikachukua kuwa atakuwa kama model wake, kwa sababu saa hii yuko pakubwa sana, amepiga hatua sana na amepiga hatua na hajaimba kumwimbia msichana. Sasa nami ndo nachukua hiyo kama initiative ya example, kama wewe unapiga hatua na huwa hajapiga sera ya pasika so mimi pia naweza piga hatua kwa sababu yeye huwa anaimba vizuri, hapo na market sana, ndio pia huku kwetu market nyingi ni secular songs. Mimi pia nitaomba Mungu kwa sababu pia nadhani nitafanikiwa, hata kama ni kitu kipya nitafanya introduce kwa huku Kenya, nadhani pia kuna wakati taenda ikishiki pale so sasa umesema unaimba secular na gospel songs. Kuna wasanii ambao tulikuwa tunajua katika industry ambao walianza na gospel kabisa, wakaanza gospel lakini ikafika mahali wakarudi katika secular music. Kwa sababu inavyosemekana, mimi si msanii, inavyosemekana ni kwamba soko la gospel liko chini sana. Kwanza unajua soko la gospel liko chini pale ambapo unajua secular songs zina trend pale ambapo msanii anavaa vitu, anavaa for example anavaa kiatu kizuri. Sasa unajua kama unaimba gospel, mimi nimeamua hata kama naimba gospel lakini nitavaa vitu ambavyo vitambulisha watu, na pia nikiingia kwa stage like hiyo show yenye nipiga shule pale haikuwa sana, watu waliruka vizuri na walichia mpaka niimba like so hivyo tu. Na nilisikia kwa hiyo ya watu kutoka gospel kwenda na secular ni hiyo tu, kwa market yake iko chini ya gospel, lakini mimi nitapambana kwa sababu si secular naimba secular, si gospel peke yake. Mimi naimba gospel na secular sana secular hiyo so ni kitu kipi ambacho na introduce, kwa sababu si wasanii wengi wanaimba secular, lakini pia na introduce na ndani kuna wakati kwa sababu hata hizi secular mpaka zimesema so na mimi hizo zangu na introduce hiyo si ni kitu gani tofauti ambacho tunaweza kuja kufanya ama tunaweza kufanya mpaka watu wakaamini kwamba muziki unafanya muziki unaitwa, kwa sababu tayari gospel artists na watu ambao wameimba hiyo secular music tu waona, lakini bado wako katika secular. So ni kitu gani ambacho unahisi unaweza kufanya cha tofauti kwa kuhakikisha kwamba wale mashabiki zako wanabaki na wao bila wao kufeel mikakati sisi tunaachana na nani? Ni kitu gani ambacho unahisi unaweza kufanya cha tofauti sana kuweza kustimulate mashabiki zako? Kitu ambacho ninaamini kuwa au mashabiki wangu sitapoteza ni kuwa nyimbo zangu naimba reality of life. For example hiyo nyimbo ya Success, kuna mahali nasema I have so many problems but I don't have anyone to tell, and I have so many friends but no one is willing to help. I need more blessings, I need a fine life, I don't want to go crazy but never ask why. It's like akaja huko alikuwa anaitwa kwa kwaya. Sasa na mimi nikaenda lakini sasa hiyo ni mapili nikatafuta producer. Sasa ndio nimepata producer mkubwa studio, jana akasema sawa tutafanya kazi, akaniambia ndio rekodi hiyo na record Success, ikatoka ngoma kwa sana. Sasa nikasema kwa nitakuwa hiyo sasa ndio producer wangu huyo wakubwa studio, so ngoma zangu nitakuwa na rekodia studio na hata Success nimerekodi kwa nitakuwa nimerekodi na rekodia kubwa, sababu hata hiyo Success nimerekodia kubwa nimetoka vizuri sana. Kuna watu ambao wanasema mara nyingi producers wanawadhulumu wasanii na ni wasanii wote general. Wewe hujaipatana na dhuluma yote kwa producer yote pengine? Kwa sasa bado sema tu yule producer ambaye alitoka Tanzania, hiyo nyimbo yenye nilipiga hiyo melody mimi nimeenda nayo, alitengeneza beat ambayo iko tofauti na hiyo yenye nilitunga. Sasa akaniambia itabidi kushift hii nyimbo upige na hii beat yenye nimetengeneza. Sasa ukaona ikabidi hizo stanza zenye nilikuwa nazo zingine haziingiliani. Unajua kuna zingine zinaenda off beat. Sasa zingine haziingiliani. Ukakuta tu ni chorus inaingiliana. Hizo verse zingine zote nimetunga kwa studio. Hiyo nyimbo ya Papaye Masai nimetunga tu kwa studio nikiwa nimewekelea ngoma kwa live.
So hiyo ndio mimi naona mimi huwa kuna wadhulumu, lakini pia ni hiyo time, kwa sababu sikupata time kubwa kwa story yake. Mimi nilienda tu sasa hiyo nikarekodi ngoma. So naona hiyo ndio kinafanya. Sasa hiyo ya producers kudhulumu wasanii, mimi bado sijaona vipi. Wewe kama wewe bado hujapata hiyo ile ya dhuluma, sio? Bado sijapata hiyo. Haya, dakika 35 msikilizaji zimekatika pale baada ya saa 5 saa za Afrika Mashariki. Sisi tunazama tena, tukirudi itakuwa ni awamu ya kumalizia. Kama msanii unaiona iko vipi? Unajiona pengine baada ya muda fulani kuna vitu ambavyo utakuwa umeprogress navyo, ama unataka kuvipata wapi baada ya muda fulani? Basi baada ya mwaka huu, kabla ya mwaka huu ishe, nilikuwa natamani sana kuwa nijulikana hii coast nzima. Like nimekuwa msanii mkubwa sana na hata si coast pia hii Kenya. So nilikuwa na targets. Unajua nilipokuwa high school kuna targets niliandika. Na huwa hizo vitu huwa naviheshimu sana hizo targets nilizoandika. So niliandika at the end of 2026 nafaa kuwa nimekuwa select sana coast. At the end of 2027 nafaa kuwa nimejulikana Kenya nzima. So that is why na silazi kipaji. Kila siku nafikiria nitafanya aje watu wa mahali fulani wanijue wasikilize ngoma zangu. Nitafanya aje watu wa mahali fulani wanijue wasikilize ngoma zangu. Ni hivyo. Okay. Na sasa wewe umesema unaimba ni secular. Okay. Pengine in the near future ukiangalia